Kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Iringa, nichukue fursa hii kuwakaribisha kwa moyo mkunjufu sana katika mkoa wetu wa Iringa. Tunajivunia sana kuwa wenyeji wa mkutano huu muhimu unaowakutanisha wahariri na waandishi wa habari kutoka Tanzania bara na visiwani. Uwepo wenu hapa ni ishara ya umuhimu mkubwa wa sekta ya habari katika kujenga taifa letu, taifa lenye uwazi, uwajibikaji na maendeleo endelevu. Ndugu washiriki wa foramu hii ya leo, ikumbukwe tu kwamba vyombo vya habari vina jukumu kubwa sana katika kuhabarisha umma, kuelimisha umma na kuchochea mjadala wa maendeleo na kuimarisha misingi ya maendeleo katika taifa letu. Kwa sababu hiyo, ni heshima kubwa kwa mkoa wetu wa Iringa kuwapokea wataalamu wa sekta hii muhimu ambao kwa kupitia kalamu na vyombo vya habari hapa nchini mmeweza kulinyanyua taifa na kulifanya kuwa taifa moja. Hongereni sana MISATAN na waandishi wote wa habari Tanzania. Katika mkoa wetu, idadi ya mifugo inaongezeka kutoka 536 kwa mwaka 2015 mpaka 723 kwa mwaka 2024. Huku uzalishaji wa maziwa ukiongezeka kutoka lita milioni 21 hadi zaidi ya milioni 49 katika kipindi hicho. Na ndio maana hapa utakuta kuna kiwanda cha Ivory, kuna kiwanda cha Asas, kuna kiwanda cha Shafa, kwa sababu uhakika wa maziwa upo, na mtupigie makofi kwa hatua hiyo kubwa ambayo tumefikia. Hali hii inaonyesha wazi kuwa mkoa wa Iringa una fursa kubwa sana ya uwekezaji katika ufugaji wa kisasa wa ng'ombe wa maziwa, uanzishaji wa mashamba ya kisasa ya mifugo, pamoja na viwanda vya kusindika maziwa na kuzalisha bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa. Mkoa wa Iringa umebarikiwa pia kuwa na rasilimali nyingi za asili, ikiwemo misitu mikubwa ya asili na ya kupandwa kama South Hill Forest Plantation, ambayo ni moja ya mashamba makubwa ya miti hapa nchini na barani Afrika. Uwepo wa rasilimali hii unatoa fursa kubwa kwa uwekezaji katika viwanda vya bidhaa za mbao kama vile plywood, karatasi, samani, pamoja na bidhaa nyingine nyingi zinazotokana na misitu. Kwa upande wa utalii, mkoa wa Iringa ni kitovu cha utalii katika kanda ya kusini mwa Tanzania inayojumuisha mikoa 10. Mkoa una vivutio mbalimbali vya kipekee kama hifadhi ya taifa ya Ruaha ambayo ni hifadhi ya pili kwa ukubwa nchini, hifadhi ya taifa ya Uduzungwa, Isimila Stone Age Site, makumbusho ya Chifu Mkwawa, Kalenga, pamoja na makumbusho ya Boma la Kale la Iringa. Aidha, mkoa una historia nzuri ya Chifu Mkwawa kuhusu ushujaa wake dhidi ya Wajerumani, na kumbukumbu hizo zote zinapatikana katika mkoa wetu. Karibuni sana na mpate fursa ya kutembelea maeneo yote haya. Kwa upande wa huduma za jamii, mkoa wa Iringa unajizatiti katika kuendeleza sekta ya elimu. Mkoa una shule za msingi 599, shule za sekondari 205, vyuo vya ualimu, vyuo vikuu 5 pamoja na chuo cha mafunzo yani VETA. Elimu ni nguzo muhimu katika jamii, na hivyo serikali katika mkoa imewekeza nguvu nyingi zaidi kuhakikisha watoto wanapata elimu, vijana wanapata elimu, na elimu hiyo inatumika kuleta mageuzi ya kifikra na ya kitendaji na uzalishaji. Aidha, katika sekta ya afya, mkoa umeboresha upatikanaji wa huduma za afya kwa wananchi wake. Idadi ya vituo vya kutolea huduma za afya vimeongezeka kutoka 239 kwa mwaka 2015 hadi 363 kwa mwaka 2025. Hali hii inauhakikishia utoaji wa huduma bora za afya zinazowafikia wananchi wengi, na hii ni muhimu sana katika kuhakikisha wananchi wanakuwa na afya njema, kuimarisha ustawi wa jamii na kuwezesha ukuaji uendelevu wa kiuchumi na kijamii. Sisi wote tunafahamu bila afya njema hakuna mageuzi wala uzalishaji katika uchumi. Kwa hiyo swala la afya limefanywa kuwa ni kipaumbele. Tumeendelea kuwekeza kwenye miundombinu, vifaa tiba na watumishi, na hivi ninavyozungumza mkoa wa Iringa umepokea watumishi wa ziada kama ajira mpya ili kuchochea ubora wa huduma na ufanisi. Tuwapigie makofi mengi sana watumishi wa afya waliopata fursa ya kuajiriwa katika serikali yetu kuhudumia mkoa wa Iringa. Serikali ya mkoa wa Iringa inaendelea kuboresha miundombinu ili kuweka mazingira rafiki kwa uwekezaji. Mkoa una mtandao wa barabara wenye urefu wa kilomita 6378 unaounganisha wilaya, vijiji na maeneo mbalimbali ya uzalishaji mali. Vijiji vyote 360 katika mkoa wa Iringa vimeunganishwa na huduma ya umeme, hali inayorahisisha uwekezaji katika sekta mbalimbali za uzalishaji. Hapa kwetu shirika la umeme Tanzania pamoja na programu ya REA inafanya vizuri, na kwa sasa tumepeleka umeme kata zote, vijiji vyote, na tumefikia zaidi ya 80% ya vitongoji vyote. Kwa hiyo tunakwenda vizuri sana. Upatikanaji wa maji safi na salama umefikia 83% katika maeneo ya mjini na 79% katika maeneo ya vijijini. Pia uwanja wa ndege wa Iringa kule Nduli umeboreshwa na kurahisisha huduma za usafiri wa anga na kukuza utalii na biashara kwa ujumla. Kabla ya hapo, wananchi wa Iringa walikuwa wana changamoto ya uwanja wa ndege. Hivi ninavyozungumza na nyinyi sasa una uwezo wa kupanda ndege na kufika Iringa kutoka Dar es Salaam Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi mpaka Jumapili. Ni fursa yako. Kwa hiyo naamini baadhi ya wajumbe wa MISATAN hawatorudi tena kwa mabasi, wataondoka na ATCL. Asanteni sana. Ndugu washiriki, katika juhudi za kukuza na kuchochea maendeleo ya mkoa wa Iringa, serikali imeendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo yenye lengo la kuboresha maisha ya wananchi na kuimarisha uchumi wa mkoa wetu kwa ujumla. Kupitia serikali kuu, miradi kadhaa mikubwa imeanzishwa na mingine kukamilika ikigusa sekta muhimu kama elimu, afya, miundombinu ya barabara, utalii kupitia mradi wa Ligro, usafiri wa anga pamoja na kilimo kwa ujumla.
Ndugu washiriki, katika sekta ya afya hadi kufikia Februari ya mwaka 2025-26, jumla ya bilioni 6,360,000 zimepokelewa kwa ajili ya kuboresha huduma za afya katika mkoa wetu wa Iringa. Hadi sasa jumla ya bilioni 5.1 tayari zimetumika katika utekelezaji wa miradi ya afya ikiwemo ujenzi, ukarabati na uboreshaji wa hospitali, vituo vya afya pamoja na madawa. Miradi hii inasaidia kuongeza upatikanaji wa huduma bora za matibabu karibu kwa wananchi, huku ikichangia kupunguza changamoto ya kiafya katika mkoa wetu. Kwa upande wa sekta ya elimu, jumla ya bilioni 9.7 zimepokelewa na hadi kufikia 2026 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya elimu. Kati ya hizo shilingi bilioni 7.4 tayari zimetumika katika ujenzi wa uboreshaji wa miundombinu ya shule za msingi na sekondari, ikiwemo madarasa, mabweni, maabara na nyumba za walimu, ili elimu bora inayohubiriwa na serikali yetu iweze kupatikana kwa vitendo. Mkutano huu wa wahariri na waandishi wa habari ni muhimu sana kwa mkoa wetu wa Iringa na taifa kwa ujumla. Vyombo vya habari vina mchango mkubwa katika kuhabarisha umma, kuelimisha jamii, kuhamasisha maendeleo na kutangaza fursa zilizopo katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Napenda kutumia fursa hii kuwaomba nyote mliokusanyika hapa kuwa mabalozi wa kuitangaza Iringa ndani na nje ya nchi yetu kupitia kalamu zenu na vyombo vyenu vya habari ambavyo mmeaminiwa kuvitumia. Mna nafasi kubwa ya kuutangaza mkoa wetu, kuvutia wawekezaji na watalii pamoja na kuchochea maendeleo ya wananchi wetu. Kwa mara nyingine tena nawakaribisha sana katika mkoa wetu wa Iringa na ninawatakia mkutano mwema wenye mafanikio makubwa, wenye tija na kwenye kuleta mageuzi katika taasisi. Lakini pia napenda kutamka rasmi kuwa mkutano wa wahariri na waandishi wa habari wa Media Institute of Southern Africa MISA umefunguliwa rasmi.